Ebana, mambo vipi? Uko poa eh? Ebana, nikuulize swali. Hivi utafanya ile siku ambapo unamfumania mwenzi wako akiwa anagawa uroda kwa binamu yako? Ebana, hatua utakaoifanya hapo sijui kama italingana na hatua aliyoichukua huyu mchizi wa humu ndani. Mzigo bwana unaitwa Level Cross tokea mwaka 2024. Afu twende tukaone mchizi alichomfanya mke wake baada ya kumkuta analiwa uroda na binamu yake. Noma sana. Na si unajua kila movie ina story yake kali kinoma noma. This is 4Flix and let's go. Sasa leo hatuanzi mjini. Mzigo wetu unatuchukua unatupeleka kwenye jangwa moja kubwa kinoma noma, ambapo humu mwanangu kuna upeo wa mchanga, yani uweni mwisho, yani umeona alafu isemo hakuna nyumba hata moja, yani pote ni mchanga tu, hakuna mtu wala hakuna nyumba. Sasa katika isemu bwana ni kame kinoma, yani maji ni shughuli, majani ni shughuli, ila kuna nyumba moja tu iko yenyewe na jamaa anaishi humu anaitwa Ragu. Umeona hasa Ragu bwana waga ni mlinzi wa getini, ni mlinzi wa geti la reli. Umeona kazi yake waga ni rahisi kinoma, yeye ni kupeperusha kibendera pale treni inapokuja na kukishusha tu, na treni huwa inapita mara 3 kwa siku. Afuwezi amini mwanangu, Ragu amefanya kazi humu ndani miaka 10, kwa hiyo ratiba ya treni nini iko moyoni iko rohoni, yani muda wa treni ukifika yeye mwanangu ni kusimamisha kibendera afu maisha yanaenda. Sasa isema mwanangu Ragu yuko mwenyewe, hakuna wageni, hakuna majirani, wala hakuna mawasiliano aina yoyote, yani ni ukimya wa jangwa tu na sauti pale ambapo treni huwa inapita mara chache. Lakini sasa siku moja kila kitu mwanangu kilibadilika. Sasa Ragu akiwa pale anapeperusha bendera kwa sababu ya treni inayokaribia, ghafla anaona kitu cha kushangaza kinatoka kwenye treni. Kuangalia vizuri, kumbe ni mwanamke kijana fulani vipiskali noma sana. Akaruka kwenye treni mwanangu mpaka chini, licha ya mwendo wa treni ilivyokuwa kasi, akaanguka vibaya kinoma pale kwenye mchanga, akaumia kinoma na kupoteza fahamu. Sasa Ragu akakimbilia pale, akambeba kwa upole begani mwake na kumpeleka mpaka nyumbani kwake. Umeona bwana, sasa kwake inaonekana kama muujiza, yani Ragu hakutegemea kabisa, yani baada ya miaka 10 hatimaye leo anaona binadamu mwenzake. Noma sana. Jamaa akakaa pembeni kama amini, yani anatazama kama amini, afu pole pole akanyosha mkono wake kuhakikisha vikweli ni mtu au ni jini ili. Umeona sema ghafla yule bidada mwanangu akazinduka akiwa ameshtuka na kuogopa, akajisogeza mbali kabisa na yeye. Umeona bidada akiwa na hema kwa nguvu kinoma, si ndo akajitambulisha pale anaitwa Chaitar. Ragu akamwambia kwa utulivu kabisa, kwa kutulia, umeanguka kutoka kwenye treni, nimekuleta hapa kwa sababu jua ni kali sana huko nje, ungeweza kuungua wewe. Umeona kisha akamuuliza, lakini uliangukaje kutoka kwenye treni? Mbona kitu cha ajabu sana. Bidada Chaitar akiwa bado anatetemeka akasema, nilikuwa nasafiri na mume wangu, nilipoenda chooni wanaume wawili walikuja wakaanza kupigana humo, nilijaribu kuwaachanisha lakini haikuwezekana. Sasa kwenye vurugu wakanisukuma nje, huku sauti yake mwanangu inatetemeka kinoma anapoongea. Bidada akaendelea akasema, mume wangu lazima ananitafuta, atakuwa na wasiwasi sana, anaweza kufika hapa muda wowote kuniangalia, lazima nimtafute kabla hajafika. Hasa Ragu kusikia vile kabidi tu amjibu kwa upole, hakuna nyumba yoyote karibu na hakuna njia ya kwenda popote hata ukitoka nje kutoka hapa. Ragu yeye akamwambia, sasa poa, kama mume wako atakuja kukutafuta atakuja hapa, wala hamna shida, ni bora ukae hapa mpaka mume wako atakapofika. Lakini Chaitari hasikii, hakutaka kusikia, akamwambia usinizingue wewe Ragu, wewe nini. Bidada huyo akaondoka zake kuenda kumtafuta mume wake. Akatembea kilomita fulani hivi, lakini jua ni kali kinoma na jangwa bado ni kubwa kinoma, hakuna nyumba, hakuna barabara, hakuna dalili ya uhai hata kidogo. Mwishowe bwana macho yake akaonekana kudhoofika kinoma, akaanguka chini kwenye mchanga bila fahamu, yani akapoteza fahamu. Sasa bila kujua, kumbe Ragu alikuwa anamfuata kwa nyuma, kwa mbalimbali huko anajificha. Alipomwona ameanguka akakimbia akambeba tena na kumrudisha nyumbani. Ona hasa baadaye Chaitari anaamka na kumkuta Ragu akimpaka dawa kwenye majeraha ya miguu yake. Afu Ragu akamwambia, huwezi kwenda popote kutoka hapa, mume wako akija atakukuta hapa. Lakini bidada Chaitara hakumwamini kabisa. Bidada anaogopa kinoma, yuko katikati ya poli na mwanaume asiyemjua vizuri. Umeona, si unajua amekutana mara ya kwanza, itakuwaje kama mchizi atajaribu kumdhuru usiku? Umeona usiku huo analala kitandani akijifanya amelala, huku Ragu akiwa amelala sakafuni karibu naye. Umeona kila baada ya dakika chache bidada anafumbua macho kumtazama, hasa hapa anajiuliza aogope au
au amshukuru. Ragu alipoona Chaitari anaonekana na wasiwasi, akatoka zake nje kimya kimya, akifikiri labda atajisikia vizuri bidada wa watu ili ampatie nafasi, si unajua na hapo ndipo kwa mara ya kwanza Chaitari analala kwa amani. Alikuwa anaogopa. Hasa asubuhi iliyofuata Ragu akaamka asubuhi kinoma, yani ngoma 10 alfajiri kama kawaida yake. Akatembea umbali mrefu, akachota zake maji, kisha akarudi kazini, yani nyumbani kwake. Hasa treni ya kwanza ikapita mapema asubuhi na Ragu akaperusha zake kibendele cha kijani kama kawa kwa wakati sahihi kabisa. Na kwa miaka 10 haya ndio maisha yake kabisa. Ragu ratiba yake ni ile ile, ukimya ule ule, bila hata siku moja kuchelewa. Baada ya muda Ragu ikabidi tu amwambie bidada, bwana, kuna kitu mimi sikukwambia mara ya kwanza, lakini kuna hii hapa simu, ni ya mezani na ni ya zamani sana. Kila treni ikipita simu hii inalia, lakini inapokea simu tu, huwezi kupiga, unaweza kupokea tu. Next time itakapolia nitawaambia kuhusu wewe, hivyo ndo mume wako anaweza kukupata, la sivyo ndugu yangu tutaishi hapa. Baada ya muda mfupi simu hii hapa ikalia. Ragu akaipokea na ile anakaribia tu kusema kuhusu Chaitari, lakini ghafla Chaitari akakimbia mwanangu kwenda akakata simu. Umeona? Hasa Ragu akamtazama kwa mshangao, huyu vipi? Kwa nini amefanya hivyo? Chaitari anakaa kimya kwa muda, kisha kwa sauti ya chini anasema, mimi sikuangushwa kutoka kwenye treni, niliruka mwenyewe. Ragu mwanangu jicho hilo akabaki amemtumbulia pale. Chaitari akaendelea akazidi kusema, nilikuwa namkimbia mume wangu, mimi ni daktari wa magonjwa ya akili na yeye ndo alikuwa mgonjwa wangu, ndo alikuwa namtibu. Sasa ngoja turudi nyuma kidogo kwenye kumbukumbu. Chaitari akaeleza kwamba kwa miaka michache iliyopita kuna jamaa fulani alikuwa anaitwa Sinchi, alikuja kwangu, yani alikuja kwa Chaitari. Alikuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo, mke wake alikuwa amejiua na hakuweza kupona kutokana na kiwewe. Unajua tena msongo wa mawazo huo hapa. Nilianza kumtibu na baada ya hapo tukawa karibu sana. Hii ilikuwa kesi ya kwanza ya Chaitari, hivyo alitumia muda mwingi sana kwa Sinchi. Polepole Sinchi alianza kurejea katika hali ya kawaida na urafiki wao ukageuka kuwa mapenzi. Ona, sasa baada ya siku chache wakaoana bana. Si unajua familia ya Chaitari haikukubali kabisa, kwa sababu Sinchi alikuwa na matatizo ya akili na angeweza kurudia hali yake wakati wowote. Si unajua bwana, lakini Chaitari kwa sababu alikuwa ameshazimika hata kuwasikiliza. Mapenzi upofu bwana. Baada ya ndoa Sinchi alianza sasa kuonyesha sura yake halisi, yani alirudia tena kwenye hali yake ile ile. Alianza kuwa kama mwenda wazimu tena, hata kwa kumpiga Chaitari. Kwani nini? Ikawa ni utaratibu wa kila siku Chaitari kudundwa. Alikuwa akitumia dawa za kulevya, kunywa pombe kupitiliza, piga mkewe. Chaitari alichoka kabisa haya maisha. Hasa siku moja alipata daftari la Sinchi ambapo alikuwa ameandika kila kitu, na baada ya kukisoma aligundua kwamba mke wa Sinchi hakujiua, ila Sinchi alimuua, na pia Sinchi alimuua nesi hospitali, na hilo jambo pia liliandika kwenye daftari. Sasa bidada akiwa bado anaendelea kusoma kale ka notebook bana, Sinchi si ndio huyo hapa akamkuta pale anasoma hicho ki notebook. Oya mwanangu, alimpiga kinoma siku hiyo naambiwa, na ili kukwepa polisi akaamua kusafiri naye kwa treni. Umeona? Sasa katikati ya safari ndo Chaitari akaruka kutoka kwenye treni, ndo akatokea kwa mchizi Ragu. Umeona bana? Sasa baada ya Ragu kupata hiyo story na kusikiliza kwa makini kabisa, akamwambia, stori yako na yangu ni sawa kabisa. Mimi pia sina mtu duniani na wewe pia huna, tunaweza kuishi hapa kwa amani. Lakini Chaitari haelewi jamaa anachokimaanisha. Anamaanisha nini? Muda wa treni unafika, Ragu anaenda kupeperusha zake bendera, Chaitari anaanza kumsaidia, anampikia, akaanza kumsafishia chumba. Sema sasa siku ya wakati anasafisha bana, akakuta vipande vya gazeti. Umeona? Alivyovisoma vikawa vimeandika kichwa cha habari, kuna mwanaume aliua watu 4 na kutoroka. Lakini pia bidada Chaitari akagundua kwamba Ragu ameiba utambulisho wa jamaa mwingine. Huyo jamaa mwingine ndio anaitwa Ragu, aliyekuwa mlinzi halisi wa geti hili. Hii noma sana. Baada ya kujua hivyo, Chaitari anamfuata Ragu akiwa na kisu. Ona, lakini Ragu anamzuia na kusema, usiogope, nitakwambia ukweli wote. Asa story ilikuwa hivi, Ragu bwana aliambiwa na mama yake kwamba aoe, amechaguliwa mchumba wa kuoa. Umeona? Na kweli Ragu akamuoa. Sema baada ya mwezi mmoja mke wa Ragu alimuita binamu yake ili amsaidie kazi za shamba. Baada ya muda Ragu akawa baba wa watoto wawili, wakapata watoto wawili na mke wake. Siku moja mke wake akamwambia wafanye upasuaji ili wafunge uzazi, yani Ragu afunge uzazi. Na walipofika kwa daktari akamuonya kabisa Ragu, akamwambia tukifanya hiyo mzee haurudi, haupati tena watoto, umeshanielewa Sasa wakati jamaa amerudi nyumbani mwanangu, oya, ili anafika nyumbani tukufungua mlango anakuta mwanangu
binamu na mke wake wanakiamsha kitandani, bidada anapiga makelele kinoma. Na licha ya hivyo mwanangu, Ragu aligundua kabisa watoto sio wa kwake, akiwa ameumia moyoni mwake kinoma noma. Yani jamaa kajawa na hasira kinoma, aliwaua wote. Mona, yani mke wake, binamu yake na watoto wake wawili. Kisha akakimbia na kukutana na mlinzi wa geti aitwaye Ragu. Sema kakaa pamoja mpaka Ragu alipokufa, na ndo jamaa akaishi kwa jina la Ragu miaka 10. Sasa Chaitari baada ya kusikia taarifa mwanangu akaanza kumwonea huruma na kuamua kukaa naye kwa upole. Lakini siku moja huko na kule, Sinchi huyo hapa mume wake nani, Chaitari anafika pale kumtafuta mkewe. Anamwambia Ragu, je, umemwona mwanamke hapa? Yule ni mke wangu, anaendelea na matibabu, ni mwenda wazimu kabisa, anaitwa Sika, na nikuwa naye makini sana kwa sababu anatunga stori za uongo kabisa. Na Sinchi akasema yeye ni daktari wa magonjwa ya akili, jina langu naitwa Dr. Sinchi. Sasa Ragu mwanangu alivyosikia vile akachanganyikiwa, akaanza kujiuliza nani amwamini. Akaenda kumuuliza Chaitari, Sika ni nani? Chaitari alivyosikia hilo jina Sika ni nani, akaelewa kabisa mume wake amefika. Na bidada akasema Sika ni mke wa Sinchi aliyemuua, anakudanganya kama anavyodanganya wengine. Baada ya hapo Sinchi akamchukua Chaitari ili waweze kuondoka. Sasa alipokuwa anaondoka, Chaitari akageuka, Mona anamwambia Ragu, mimi nilitaka kuwa na wewe lakini hukuwahi kunielewa. Ragu akamwambia Sinchi, kama utamuua nipe mimi, tuishi kwa furaha hapa. Sema ghafla Chaitari akamshambulia Sinchi kwa kumjeruhi vibaya kinoma kichwani, anampiga huku anapiga kelele, hukuwahi kuniamini. Sasa Ragu naye kwa hasira anajua Sinchi ni mkosefu, naye akashiriki kumuua nani, Sinchi. Sasa wakati wanajiandaa kuzika mwili wake, umeona kuna kakaratasi kadogo kalitoka mfukoni mwa Sinchi. Sasa Ragu baada ya kuchukua na kukisoma akaona kimeandikwa Ayin Dr. Sinchi na mgonjwa wake ni Sika. Ukweli wa mambo ukaanza kuonekana pale. Kumbe Chaitari sio jina lake, jina lake halisi ni Sika. Yeye ndiye mgonjwa wa akili na Dr. Sinchi ndo alikuwa na mtibu. Ghafla Sika alivyojua kwamba Ragu amegundua ukweli, akataka naye kumpoteza duniani. Sema Ragu ana miguvu bwana, na akaweza kumwahi Chaitari na kumwangamiza. Mwisho wa story ni kwamba kuna watu wawili wana matatizo ya akili. Sika au Chaitari alikimbia hospitali ya akili baada ya kumwangamiza muuguzi wake, na Ragu ambaye jina lake halisi ni George, muuaji aliyejificha kwa utambulisho wa uongo. Ni story kali kinoma noma, yani muuaji kukutana na muuaji mwingine, huku mtu pekee asiye na hatia Dr. Sinchi akinasa katikati ya waongo hao wawili. Na huo ndio unakuwa mwisho wa story yetu. Mzigo ni Level Cross, imetoka mwaka 2024. Bana, story inayofuata ni kali kinoma noma, zaidi ya demo mkali, zaidi ya chips zege, na si unajua kila movie ina story yake kali sana. This is 4Flix, chao chao.